Pili. Kwanza nikae kwanza hapo maana hii asubuhi nimeamka ndugu yangu. Unajua kwanza leo nimeota ndoto ya mafanikio. Yaani ya maendeleo mtaani. Ndoto nyingi lakini hazina maendeleo. Hazina maendeleo? Ndio. Wewe. Mimi ninachokuambia mradi wa sasa hivi. Mapema tu mimi nimemaliza. Naweka vitu vyote sawa. Kwanza hapa nabidi nikamtafute kijumbe. Wakati hata ukumbuki bei za sokoni. Bei za sokoni? Ndio. Mimi ndo msomi hapa mtaani, hamna msomi mwingine mtaa huu ndo mimi. Haiwezekani. Haiwezekani? Sasa itawezekana sasa leo. Subiria nitakuonyesha. Hodi. Neema sasa naye amekuja. Naona wenyewe. Hapa tuko tunaongelea maendeleo ya mtaani kwetu. Unajua mimi ninatakiwa kuwa kiongozi. Maneno mengi. Ndoto nyingi, maneno tu bila vitendo hakuna. Hakuna? This time round utaona vitendo na waambieni. Mimi si ndio kiongozi mzee Kweka? Niko hapa. Kiongozi gani wewe usijali maendeleo ya watu mtaani? Sijali. Wewe utakuja uone sasa hivi. Yaani anza hapo penyewe na mpango wa kwenda kwa kijumbe, nikitoka kwa kijumbe nianze kupita nyumba kwa nyumba, door by door wanasema. Umesoma wapi? Umesoma wapi? Ulizia UDSM pale. Kile chuo mimi yani pale ndo nilikuwa ndo rais wa chuo kipindi hicho. Anakaa kudanganya maneno yote haya huyu. Mimi mwenyewe ndo nashangaa. Haya wewe endelea kushangaa. Mimi naenda zangu kutafuta kijumbe, kishamaliza. Basi kila mtu anafanya anavyojua yeye. Bwana kijumbe, afadhali tumeonana. Na huu mguu huu. Unaona huu mguu? Ndio. Nilikuwa nakuja kwako. Nahisi kuna mapya. Nataka soma madogo mama. Hapo niambie basi. Unakumbuka ule mradi nilokuambia wewe? Ndio nakumbuka vizuri tu. Sasa ule mradi inabidi tuhamasishe watu. Kabisa. Kama kuna kale kadada kale kanaitwa Kalema kale. Kalema kabishi. Tumekuja pale kama nishushoa pale nyumbani sema eti kiongozi gani ambaye asikilize watu hamna hata maendeleo. Sasa tumuonyeshe. Kabisa, yani sasa hivi sasa ndio muda wenyewe sasa umefika. Huu ndio muda wenyewe inabidi tukamuonyeshe kwamba sisi hatufanyi kazi za mbamba, ni mwendo wa kazi. Ili mtata akija mwenyekiti wa kata, kale ka bajeti niko kuambia usisahau kupita kwa Sudi pale nyumbani kwake kumhamasisha. Upite pale kwa Mzee Juma pale sasa atakuwepo kwake. Fanya kweli. Sawa, mimi hilo limeisha kabisa. Na nalifanyia kazi tena sasa hivi tukitoka tu hapa. Mguu wangu haulali. Ukilala mama. Hamna kwenye pesa tena. Basi sawa. Okay. Mimi niende. Haya. Hata nimekuona. Mimi hapa ni mjumbe. Kwa hiyo nimepita kuhamasisha watu. Nimeagizwa na mwenyekiti. Kwa hiyo amesema msijali, mtulie. Maendeleo yenu anafanyia kazi. Mmekaa huko mmeajenga. Ukaona sasa hizo habari zako ndio uje unifikishie mimi au sio? Yaani mmekaa huko mmeajenga na huyo mzee Kweka ukaona hizo habari zako uje unifikishie mimi. Tumeshachoka na maneno, tunachotaka ni vitendo sasa hivi. Hatutaki maneno, amfikishie taarifa na huyo mwenzie huko. Yaani hapa kazi tunayo. Tutatoka jana. Jamani, huu mtaa upo au shamia WhatsApp? Mtaa upo, ndo kama hivi unavyoona, hauna hata maendeleo. Karibu tukae. Asante. Kuna maendeleo, mimi nimetegemea hata nikija kutakuwa kuna maendeleo. Yaani ndo hivyo mtaa unavyouona. Mimi mwenyewe nilikuwa najua hapa taendelea. Lakini nashangaa. Tena jamani. Ndo hivyo. Huyo mzee naye yuko wapi? Mzee yupo. Watu tunasikia maendeleo, nimesharudi.
Maendeleo yatapatikana tu hapa mtaani. Karibu sana Mama Pendo. Za huko? Salama, za kwako? Salama kabisa. Nipo hapa, yaani sasa hivi ndo mjumbe wa kijiji hapa hichi, yaani mtaa mzima, mkoa tao wanasema. Aha, na vikao vyako hivyo visivyokuwa na hitimisho. Hapa penyewe na mpango wa kupita nyumba by nyumba, nihamasishe watu mambo ya buruda. Sasa uzuri wao umefika hapa. Ingia kwa pili hapo. Mambo mengine tutamaliza, lakini maendeleo ya hapo wewe usiwaze. Na tunaenda mbele tunarudi nyuma kama kawaida. Tutafika tu. Kwanza za huko Dar es Salaam. Za huko ni salama tu. Naona je imekupiga mpaka umekuwa mwekundu badala ya kuwa mweupe. Amna. Ni kawaida tu, maisha tu, kujitafuta hapa na pale. Si unajua tena. Haya umetotea zawadi gani? Maana koba kubwa hilo. Amna, huku tu kuna visepe vyangu. Basi, amna hata zawadi yoyote umlemletea mama. Basi sawa, mimi acha niende, lakini maendeleo ya hapo yatakuja tu. Wewe usiwaze, kuna mgeni anakuja kutoka kata huko. Huyo tena na vikao vyake visivyokuwa na hitimisho. Yaani nakwambia kila siku anatudanganya mtaa utaendelea tu. Kwa maendeleo yapi? Shoga. Kwa hiyo mimi ngoja niingie ndani. Au tunaingia wote ndani. Tutapata hata chai. Amna, ngoja mimi nipite kwanza nyumbani. Haya poa, karibu. Wasalimie huko. Haya, zimefika. Haya poa. Lolofi. Kajimbo alipiga bana kale Diamond na Juku sikale. Kijana. Bana kiongozi. Vipi mzee wangu? Kwema kiongozi. Kama kawaida tu. Salama kabisa. Vipi? Mbona umekaa kinyonge Olofemi vipi? Umefanyaje Olofemi? Nakula ka upepo huku, nakumbuka masuala ya zamani yale, kale kanyimbo kale kwa kwenye sherehe kale kana nini unagombea pale. Kale kanyimbo kazuri bana. Wewe kijana, kumbe hata usahau. Basi sikia, hapa na mchongo nataka nikupe mambo mazuri. Sawa, wanasema mambo mazuri. Unajua wewe mtaani huku ndo. Naelewa. Sasa hebu tuende kwanza kwa Mama Muuza kwanza nikakupigisha hiyo akili ikae tu. Pale kwa Mama Muuza. Kama kawa. Tutachelewa, twende. Twende huko. Yaani mapema tu kijana, inabidi tuingie tupige mambo mazuri. Unaishaje umekaa hapo? Chaka jipya hili. Ili chaka jipya kijana. Sasa bila kuelewa. Wewe dogo. Tunaona mambo yashafika. Tuwekee hapa mama. Yaani haya mambo yashafika, yaani ni noma. Sasa kabla hivi mwambie mama akupe change 1500, sawa? Atupe 1500. Atupe 1500. Sawa. Sasa mambo ndo kama hivyo nilivyokuambia. Hapa tunatoka tunapiga hivi vitu. Tukishapiga hivi vitu kule kwenye kikao watasema, halafu ile issue ya mradi ule mradi. Yaani mimi niko na wewe. Mimi ni chawa wako usio na. Nakwambia yani wewe ndio maana nikakutafuta. Tumeonana. Nimekupa mikakati, ninajua wewe mawazo yako bado ni kitu fulani. Hilo limepita hilo. Hilo nikamwona nikulete kwanza upate 2-3. Hiyo ni sawa, nimepita hilo. Sasa hapa tukitoka hapa, mimi na hizi ofisa wa kata atakuwepo. Nakuja nikutane naye, nitakuwa na Mama Pendo. Kwa sababu unajua Mama Pendo mambo huko. Sija karibu michongo. Sasa hapa tupige vitu, baadaye tunafanyaje? Baadaye tunajiachia. Basi sasa tupige hapo tupite. Usijali. Odi. Muda wote nilikuwa nakusubiria kijumbe. Yaani nilikuwa nakuwaza, nasema kijumbe wangu atafika saa ngapi? Sasa nilikuwa nakusubiria ufike kijumbe wangu. Nishafika mimi. Hebu niambie umefikia wapi? Taarifa leo. Taarifa gani? Afisa nani anakuja leo? Afisa kata? Anakuja? Anakuja. Sasa mimi mbona hujaniambia hata kwenye simu? Mbona hujaniambia? Sina sababu kwenye simu ndio nimekuja. Odi. Mheshimiwa. Mheshimiwa, karibu sana mheshimiwa. Karibu.
Karibu. Safi sana ndio maana unajua mambo haya. Ndio mimi nakupendaga tu hapa. Mheshimiwa karibu mheshimiwa. Okay. Habari yako? Salama mheshimiwa. Karibu sana. Asante. Najua wewe ndio kwa umefurahishwa na uje wangu. Sana mheshimiwa, nimefurahi sana kuonana na wewe. Sawa. Kilichonileta mimi sio kukaa. Bali nimekuja kuulizia mradi unaendeleaje. Mradi uko vizuri, unaendelea vizuri sana mheshimiwa. Unaendelea vizuri. Mradi wenyewe wa kumezewa tumboni. Okay. Kuna mradi hapa au ni maneno tu? Kila siku maneno tu, hamna chochote kile. Na mwanangu kwa waipo mbele ya mheshimiwa, hata muangalie mazingira. Mheshimiwa, yani mradi unaendelea vizuri. Basi naomba nikauone huo mradi. Kwa sasa hivi mambo yameingiliana hapa katikati. Kuna vitu sijavikamilisha kule. Ndio maana nilikuwa nawahamasisha sana watu wa mtaani kwangu kwamba tushirikiane ili mradi ule uende sawa. Okay, sawa. Kesho ni siku ya mwisho. Ndio mheshimiwa. Na kesho kutakuwa na kikao. Kikao tena mapema tu kikao sasa hivi mheshimiwa. Mheshimiwa. Ndio nishaongea, sirudii tena. Itakuwa ni vizuri sana, wote tutakutana huko. Okay, sawa. Nisikilize kwa umakini. Kesho mapema sana kuwepo na kikao. Sawa mheshimiwa, nitafanya hivyo. Sawa. Kwani sasa kuniambia sasa? Au unaona sasa yanatokea pwani? Tumeisha kula. Kesho kikao, haya tutafanyaje? Inabidi tukaa hapa tuwaze tutafanyeje ili tujinasue. Sasa hii leo kufikia kesho mmesikia hapa anasema kuna kikao. Ndio. Kwa hiyo hapa inabidi tufanye utaratibu wa kuandaa wale wakandarasi mapema. Yaani tukitoka tu huu mguu hapa. Huko tuwafate. Sasa tusilaze damu. Ngojea niteleze. Hebu twende. Nimkaribishe mwenyekiti kutoka kata. Karibu sana, ongee na wananchi hapa. Sawa. Habari zenu? Kwanza kabisa asanteni kwa kuitikia wito. Kama alivyoweza kuwaelezea, mimi ni mwenyekiti kutoka kata. Kilichonileta hapa kabisa kikubwa ni kuja kujua maendeleo ya hapa. Yaani naimaanisha mradi. Kikubwa niko naye hapa. Sasa wewe ndio unaweza ukatuelezea maendeleo ya mradi umefikia wapi? Maendeleo ya mradi yako vizuri. Na mjumbe, hebu tusomee hapo tumefikia wapi kwenye maendeleo yetu. Mimi kama mjumbe naenda kuwasomea. Sawa. Mradi wetu tulipofikia unaenda vizuri. Tumefanikiwa kujenga madarasa 5. Tunaenda kumalizia choo. Waongo wakubwa nyie, kila siku mnapita hapa mtaani kwetu mnatuchaji hela zetu afu kinachofanyika akionekani wala hamna kitu chochote kile. Mbona nyie waongo sana? Na kweli kabisa. Yaani hata hamna maendeleo yoyote yanayofanya kwenye mtaani. Sisi hata hatuelewi tutaifanyeje. Tuna maendeleo gani? Mheshimiwa, kama nilivyokuleta jana hapa nyumbani kwake. Nashangaa leo hii kikao kilitakiwa kifanyikie ofisini, lakini tunashangaa amekuleta hapa nyumbani. Ndio waambie. Hakuna maendeleo yoyote. Waambie waongo wakubwa hawa. Mheshimiwa, hakuna maendeleo yoyote hapa, hakuna maendeleo yoyote hapa. Tena inabidi wakamatwe kabisa, wakawekwe hata waloka hapa. Sikilizeni jamani. Mnaweza mkamtoa huyu, mkamchagua mwingine na nikawa huyo mwingine mliomleta ikawa ni bora ya huyu. Kwa hiyo kila mtu ana mapungufu yake. Kwenye mapungufu jamani, tujarieni kuvumiliana. Tumwache labda tumpe nafasi. Nafasi gani tena nyingine? Mheshimiwa, hakuna nafasi ya kumpa huyo. Jaribuni. Kamata wote weka ndani mheshimiwa. Utende kwenye huo mradi walioanzisha. Twende mheshimiwa. Mguu kwa mguu paka kwenye huo mradi walioanzisha, twende tukaone. Lakini jamani, kila binadamu mtu ana mapungufu. Jamani naomba tusikilizane. Nimewasikiliza hoja zenu. Na sasa hapa ndo nimeelewa zaidi kinachoendelea katika hiki kijiji. Huyu hapa nitamuita ofisini. Atakuja ofisini. Kisha nitazungumza naye. Niangalie mlichokiongea ni cha kweli au sio cha kweli.
na kama sio cha ukweli, huyu hapa serikali itafuata mkondo wake. Ndio. Baada ya hapa una siku moja uripoti ofisini. Hala, usijali, nitafika ofisini kwako mapema mno, nitafika mapema. Na kinachoelezwa hapa kama ni cha ukweli, serikali itafuata mkondo wake. Huwezi kuchukua pesa ya serikali na kuja kuichezea, kuifanyia vitu vya kijinga. Kabisa kabisa. Hii ni serikali. Safi sana mheshimiwa. Watu wasijali, wananchi, wanaendelea kama kawaida. Asanteni sana kwa kuitikia wito na asanteni kwa ushauri wenu. Safi sana. Bidi kamata wote weka ndani. Sawa sawa, mimi naondoka kwa sababu kuna ziara nyingine naenda kufanya. Wewe unahitajika ndani ya siku moja. Sawa sawa, ngoja tunaongea na wale. Tena kama huyu ambaye anajifanya aongei huyu. Kila siku watu wako mtaani, kila siku wanatuchangisha. Nenda huko na mchongea wengine wamezoea kula pale. Wengine ndio pale wamezoea. Na wewe inawezekana kulisha wewe. Ndio hapa nenda huko, tembea mbele huko, mpuzi kaone kalivyokondeana kwanza. Hela zetu tu zinakuweka mjini tena wewe. Tuondokeni.